usingizi wa kiroho kwenye idara ya wanaume katika jina la Yesu Kristo. Kila idara ikasimame kwa ajili ya kusudi lake, ambapo Bwana ulitaka kuwaona wanawake wanasimama mstari wa mbele kwenye kanisa lako, wasimamishe kwenye nafasi yao. Pale ambapo ulitaka kuwaona wanaume wakisimama mstari wa mbele, wasimamishe kwenye nafasi yao katika jina la Yesu Kristo. Kila mwanaume ajue yuko mahali hapa kwa kusudi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunainua idara zetu, idara ya uinjilisti na umisheni, tunazileta mikononi mwako Bwana. Achilia uhai, achilia uamsho mkubwa, achilia kiu na shauku ya utendaji mkubwa katika mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa ule usingizi wa kiroho, tunakataa ile hali ya kuchoka, tunakataa kule kujihurumia katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tuwezeshe idara ya umisheni ikafanye kazi kubwa, ikiwa na kufungua makanisa. Idara ya uinjilisti ikafanye kazi kubwa, ikiwa ni kuwafikia watu kwa ajili ya injili yako katika jina la Yesu Kristo. Ukifufua ndani mwetu roho ya ushuhudiaji kwa ajili ya kuwafikia watu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, tunaleta idara ya maandiko mikononi mwako, ambayo umeipa kusimamia mafundisho kwenye nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Wape kusimama kwenye nafasi yako kwenye idara hii Bwana, na kwa sababu kila mmoja ni mwanachama wa idara hii, achilia Bwana ndani ya kila mshirika shauku kwa mwanafunzi kwako, ili atamani kujifunza nyakati zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uamsho ukatokee, kwa sababu liko neno la kweli linafundishwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, tunazinua idara nyingine zote, iko idara ya uimbaji. Bwana, simama na idara hiyo, usiwaache mahali popote kusanyiko lako lilipokutana hawakuacha kukuimbia wewe. Katikati ya nyimbo mioyo ya watu huandaliwa. Bwana, achilia neema na ufufuo wa ajabu, uhuisho wa ajabu, uamsho wa ajabu kwenye idara ya uimbaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Simama na idara ya maombi kwa jina la Yesu Kristo, idara hii ambayo iko mahali hapa, lakini kila mshirika ni mwana maombi. Achilia Bwana roho ya maombi kaachiliwe kwetu. Umesema ya kwamba utamimina kwetu, utamimina roho ya neema na kuomba, imimine na kuomba, ili Bwana kila mtu ajue ya kwamba ni wakati wa kuomba. Nyakati tulizo nazo ni wakati wa kuomba, majira tulionayo ni wakati wa kuomba, saa tulionayo ni saa ya kuomba, sio ya kulala usingizi katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu katutaharakishe ndani mwetu, kila mmoja akamke kuomba, akasimame kuomba, kwa sababu ni saa ya kuomba. Umesema kesheni basi muombe, maana mjui siku wala saa. Bwana, tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Simama na idara zote, iko idara ya miradi Bwana, ukaachilia ufunuo kwao kwa ajili ya kuwa sababu ya ubunifu wa mambo yatakayoliletea mafanikio kanisa lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunakurudisha sifa, heshima na utukufu kwa ajili ya hitaji hili ambalo tumetembea nalo kwenye wiki nzima, na leo tunapolitimisha Bwana, ninaamini kwenye ulimwengu wa roho kuna mambo unayafanya. Wako watu unajiinulia ambao Bwana watasimama kama watu waliojitambua kwa ajili ya kulitimiza kusudi lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunapoenda kwenye neno lako sasa, tunajiachilia mikononi mwako. Tunakualika Yesu, karibu seme na sisi,
Sema nasi kwa neno lako, lifunue lile kusudi ulilolikusudia kwenye siku ya leo. Yako maneno mengi tumeyasikia kwa watu, lakini tunapokuwa mbele zako tunataka tusikie neno kutoka kwako. Yako mengi yanaweza yakasikika, lakini Bwana, nipe neno moja ambalo nitaondoka nalo mahali hapa. Mpe mtumishi wako huyo neno moja ambalo ataondoka nalo, na utakuwa ujumbe wako wa kudumu atakaotembea nao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. 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 Mungu awabariki watu wa kusifu na kuabudu. Mnaweza mkaenda mkaketi. Watu wa Mungu, unaweza mkaketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunamshukuru mtu mwema ambaye ametupa kibali hiki cha kuwepo nyumbani mwake, lakini pia anatupa kuhitimisha wiki yetu hii ya 4. Bwana anatupa kuhitimisha wiki yetu ya kwenye maombi yetu ya siku zetu 70 tukiwa tunatembea. Bwana anatupa hatua nyingine. Waombaji, ni siku ya ngapi leo? Waombaji, ni siku ya ngapi leo? Siku ya 29. Mmehesabu na ya Pasaka mliokula? Aya, tunamshukuru Mungu kwa sababu Bwana anatufikisha hapa. Hata kufika mahali hapa sio bure, wala usijisifu. Bwana anakubeba kwa neema yake. Kwa tunamshukuru Mungu, na kesho tutakuwa tunaingia wiki yetu nyingine ya 5. Nikutie moyo kuendelea. Jitie nguvu kuendelea. Endelea mbele. Bwana hata kuacha. Ulivyopiga mwendo huko nyuma, endelea tena. Na kazi yako sio bure. Unapoendelea kuomba, sio kama mtu apigaye hewa. Kuna mahali unafanya kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nikutie moyo kuendelea mbele. Na wewe ambaye ulikuwa unategea unasema 70 mwaka huu zimekuwa nyingi, basi wenzako tumeshazipunguza zile zilizokuwa zimeongezeka. Zimebaki zile za kwetu za siku 50. Na hizo 50 nazo tumeshaanza kuzipunguza. Tumeziondolea wiki moja. Si ndio? Tumeziondolea wiki moja. Kwa hiyo zimebakia wiki 6 mbele. Hizo wiki 6 ukicheza ndio zinaenda zinakatika hivyo, utashtukia imebakia moja na wewe haujaomba. Kwa hiyo amua kuingia kwenye maombi. Mwambie jirani yako, ingia kwenye maombi. Ingia kwenye maombi, utamwona Bwana akikutetea na kukusaidia. Sasa kwenye wiki kuombea idara zetu, nikawa na tafakari kitu gani tujifunze. Lakini nikaona tujifunze kitu kinachoitwa wajibu wa kila mshirika kuleta uamsho. Wajibu wa kila mshirika kuleta uamsho. Kwa nini? Kwa sababu tunapogusa idara, yani tunapoanza kutembea kwenye hizo idara, unagundua kila mtu ameguswa. Tulipoomba kwa ajili ya vijana, yule ambaye yeye si kijana amekutwa na yeye kwenye nafasi yake. Siku tulipoingia kwenye maombi ya wanawake na wanaume, tulipoomba kwa ajili ya watoto, wewe ambaye si mtoto bado ulikutwa kwenye nafasi nyingine. Lakini bado haikutosha, tumeingia mpaka zile idara tena ambazo tunajirudia sisi wenyewe, wale ambao ni wanaume na wanawake. Tunajirudia tena kwenye zile idara za umisheni, uinjilisti, DLOD, idara ya maandiko, hivyo bado tumeendelea kurudia tena na tena. Kwa hiyo nikawa naona tunapogusa idara, maana yake kila mshirika anaguswa mahali hapa. Kwa hiyo kuanzia Jumatano tumeanza kujifunza somo hili linalosema wajibu wa kila mshirika
kuleta uamsho, au tunaweza tukasema swala la uamsho linamhusu kila mshirika. Ni wajibu wa kila mshirika kusababisha uamsho kanisani, kusababisha uamsho kwenye idara yake. Ni wajibu wa kila mshirika. Kwa Jumatano tuliangalia, tulikuwa tumeanza na andiko letu la msingi lilikuwa ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14. Tutasoma hilo andiko halafu tutaendelea. Nitarudia kidogo. Changamoto huwa ni hiyo, katikati wanakuwa wachache. Kwa hiyo tunapokuja Jumapili inatulazimu tutafute angalau kurudi nyuma tena. Sana sisi wengine ambao ni kama huwa tunaka asili kakufundisha, yani unataka ikolee, kumbe ndo unazidi kuchelewa na muda unakuishia ukiwa pale pale kwenye marudio. Lakini ngoja tuangalie Nyakati wa Pili ile sura ya 7 na ule mstari wa 14. Maandiko haya sio mageni kabisa. Mabadiliko anasema ni watu walioitwa kwa jina langu. Sasa tukiwa hapa tukachagua, nikasema fulani pita hapa mbele, fulani pita hapa mbele, wakaja hapa mbele, alafu tukawaambia jamani, macho yetu yanatazama kwenu, mtuletee uamsho. Hivi utanielewa? Yaani nikachagua watu, hata kama ningechukua wawakilishi kila idara nikaleta hapa, alafu nikamwambia sasa nyie mfanye mfanyavyo, hakikisheni kanisa linafanyaje, linapata uamsho. Nitakuwa sawa? Bado nitakuwa siko sawa. Biblia inasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Bwana anaowatambua wanaoweza kuleta mabadiliko, watu wanaoweza wakarejesha vitu vilivyoondoka, watu wanaoweza wakarudi wakaleta uamsho ambao umepotea, wakaleta mabadiliko kwenye nyumba ya Mungu, wakaleta mabadiliko kwenye kizazi hiki, ni watu walioitwa kwa jina lake. Kwa hiyo nikikuacha maana yake wewe haujaitwa kwa jina lake. Kwa mimi nilisema kwenye wiki hii sitaki mtu unilaumu useme kwamba mchungaji amependelea, ila nataka nisimame na neno kama linavyosema, ikiwa watu walioitwa kwa jina langu. Wewe uliyeokoka unaitwa kwa jina la Bwana. Haleluya. Wewe unaitwa kwa jina la Bwana. Na kama wewe unaitwa kwa jina la Bwana, Bwana anasema sasa kama unajitambua hivyo kwamba mimi ndiye mtu huyo aliyeitwa kwa jina la Bwana, kuna mambo ya kufanya. Anasema ikiwa hao watu watatambua nafasi yao, watachukua hatua, watajinyenyekeza, wataomba, watanitafuta uso wangu, wataingia kwenye toba na kutubu na kuziacha njia mbaya, anasema mimi nitageuza kile kilichokuwa kinaendelea kwao. Anasema nitasikia, nitasamehe, lakini nitaiponya nchi yao. Leo tutumie lugha hii kwamba nitaliponya kanisa lao, nitarudisha uamsho uliopotea, nitairudisha nguvu iliyopotea, nitarudisha mamlaka yangu iliyopotea ndani ya nyumba ya Bwana, nitarudisha kile kilichopotea kwenye idara, kwa sababu kuna watu wameamua kunitafuta uso kwa sababu wametambua wao ndio walioitwa kwa jina langu. Sasa wakati mwingine kanisa linapopiga kelele uamsho, unaweza kushangaa kuna watu wengine hata pembeni wanakaa wanasema kwamba wanatangaza uamsho. Hata uamsho wenyewe mbona hatujaona wakiuleta sasa? Swala hili hatuna, yani tunapofika kwenye yani somo la leo halina mahali pa kusema kwamba mfanye hivi, ila tufanye hivi au nifanye hivi. Kwa hiyo kama unazungumza swala la uamsho mbona hujatokea, wewe unachotakiwa sasa ubadilishe namna yako. Ukienda mbele za Mungu mwambie Bwana, ni kweli kama kanisa tumetangaza tunatafuta uamsho, lakini bado sijauona. Nataka mimi niwe sababu ya huo uamsho kutokea. Nataka mimi niwe sababu ya uamsho kutokea kwenye idara yangu. Nataka mimi niwe sababu ya uamsho kutokea kwenye kanisa langu. Nataka wakati kwingine haujatokea basi
kwenye kanisa langu wauone. Wakati idara nyingine bado zinashangaa, basi idara yangu mimi nataka hiyo itokee imekutana na uamsho. Ni mpaka mtu huyo ajitambue ya kwamba mimi ndiye mtu huyo ninayeweza nikaleta mabadiliko. Kwa hiyo ili kutokea uamsho hakuna watu maalum. Biblia haijasema kuna watu maalum fulani, ila maalum ni wale walioitwa kwa jina la Bwana. Hao ndio watu maalum, sio vinginevyo. Sio mpaka tupate mtu mwenye sauti linakoloma hapa mpaka maiki zinachanganyikiwa, huyo ndio atakayeleta uamsho. Yaani unaweza kuwa na kasauti kwako kadogo na kakaleta mageuzi. Haleluya. Unaweza kuwa na sauti ya upole hiyo lakini imejaa nguvu, imebeba mamlaka isiyo kawaida na matokeo yakatokea. Haleluya. Nikwambie tu usijione duni na wala usije ukajidharau mwenyewe. Acha kujidharau na kujiona wewe si mtu yule anayetazamiwa kufanya mambo makubwa na kuleta matokeo makubwa. Tambua tu kwamba wewe ndiye mtu huyo. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 27, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 27, Biblia inaonyesha vile ambavyo Mungu huwaga anaweza akafanya mambo na watu wa kawaida kabisa. Na watu wa kawaida kabisa ambao watu wengine wanaweza wakawaona kama hawa watu hawawezi, lakini kumbe kutokea kwa watu wa aina hiyo Mungu akafanya mambo makubwa. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 27, Biblia inasema, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili avibatilishe, aviaibishe vyenye nguvu. Na ukiendelea ule mstari wa 28, tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Kwamba Mungu anafanya kazi si kwa umaarufu wa mtu fulani, ila anafanya kazi na mtu ambaye yuko tayari. Mtu ambaye yuko tayari. Ndio hapo anakuambia ya kwamba yani Mungu alivichagua vitu vinyonge. Anasema vitu dhaifu. Alichagua mambo ya kipumbavu yanaonekana kama lakini kumbe kwenye huo upumbavu, kwenye huo unyonge, kwenye huo udhaifu anatokezea kitu kikubwa sana. Mungu anaweza akafanya na watu nao waona wewe ni wanyonge, ni dhaifu, lakini Mungu akaleta uamsho mkubwa. Nikawa naongea jana na watu wa seli yetu. Nikasema leo hii nikisema hapa kwamba Mungu anaweza akaamua watu wazima wakionekana kwamba wao hawako serious, alafu akachomoa mtoto mmoja ambaye amejitambua, yani ndani mwake ametambua mimi naweza nikawa sababu ya uamsho kwenye kanisa la VLC. Mtoto huyu mmoja, afu yule mtoto akajazwa Roho Mtakatifu na nguvu isiyokuwa ya kawaida ya kiungu juu yake. Halafu wale watu walioonekana watu wazima wakabaki wametoa macho. Wakati wanatoa macho ndipo wanasema kumbe inawezekana, alafu na wao wanajikuta wanaingia. Nikawapa mfano wa mtoto mdogo ambaye kwa mara ya kwanza niliwahi muona mchungaji amehubiri ujumbe, amehubiri kwa nguvu, ili anamalizia tu anaanza kuimba wimbo. Kumbe yule mtoto alishakalili kwamba wimbo unapoanza kuimbwa huwa ni saa ya wenye mahitaji kwenda mbele. Huyu mtoto akaanza kwenda mbele kabla hata mchungaji hajaita, madam tu wimbo umeanza kuimbwa, akaanza kwenda mbele. Ana miaka 5, akaenda mpaka pale mbele, watu wengine bado wanasubiri huko. Na wakati mwingine hasa huwa ikitokea na wito ukaja akasema, kama wewe unajua hujawahi kujazwa Roho Mtakatifu, mtu anaanza kuwaza nikipita watu watasema kumbe na mimi nikoga sijajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu wanakuwa wanategea. Na somo la siku hiyo lilikuwa linahusu habari za Roho Mtakatifu.
Yule mtoto akasogea mbele, alipofika kwenye madhabahu akapiga magoti. Bado watu wanashangaa, wanaona kama ako katoto kanafanya vitu vya kitoto, lakini kumbe kako serious na kitu kanachokifanya. Na wala kalikuwa hakako na mambo fulani ya kitoto, kako serious na kile kanachokifanya. Mchungaji alipoanza kuomba, kwa sababu anaona huyu ndiye Bwana amemleta mbele, huyu ndiye aliyemgusa, alipoanza kuomba wala hakuomba maneno mengi, yani wala hakufanya zaidi ile tu kuweka mkono juu yake, yule mtoto akajaa Roho Mtakatifu, akafurika. Sauti ya mtoto mdogo wa miaka 5 ilikuwa ndogo pale mbele, lakini iliibua sauti nyingi za watu waliojaa Roho Mtakatifu huko nyuma. Wengine walioanza kuona nini kimetokea kwa yule mtoto, wakaanza kujua hivi kule madhabahuni kuna Mungu anahudumia watu pale. Ndo wakaanza kwenda na wengine ili wakajazwe Roho Mtakatifu. Wengine kwa sababu wameenda tu kwa kutokuelewa, na watoto wengine wakaja kama kumshangaa mwenzao nini kimetokea. Hawakukutana na kile ambacho mwenzao alikuwa amekipata, lakini kilichotokea, watu wazima wanaoelewa walijaa Roho Mtakatifu siku hiyo bila kuwekewa mikono. Si unakumbuka mzee Tafuna? Kale katoto kadogo mpaka leo nakakumbuka jina lake, kalikuwa kanaitwa Grace. Kanisa lilijaa Roho Mtakatifu. Kulikuwa ni ngumu kuwatuliza watu. Kila mtu amejaa. Mwenye kulala chini kifudifudi, mtoto wa watu hapa amejaa, hata hawezi kuongea, amebaki analia tu na kasauti kake kakali ka kitoto, amelala chini, amejaa Roho Mtakatifu. Mtoto yule akawa sababu ya wingu kubwa kutembea kwenye nyumba ya Mungu. Mungu huchagua mambo manyonge na madhaifu ili aviaibishe vile vyenye hekima, vyenye heshima. Lengo lake ni kwamba anataka tujue kwamba mtu yoyote anaweza akatumiwa na Bwana. Na sasa tunapozungumza swala la uamsho, wewe na mimi tunaweza tukatumiwa na Bwana, tukawa sababu ya uamsho mkubwa mahali hapa. Kabla tujaanza kusubiri ni nani anatuletea uamsho VLC, ni nani anatuletea uamsho kwenye idara yetu ya wanawake, ni nani anatuletea uamsho kwenye idara yetu ya wanaume, kabla tujaanza kusubiri kwamba nani alete uamsho kwenye idara yetu ya uimbaji, anza kuona ya kwamba mimi naweza nikawa sababu ya uamsho. Mimi naweza nikawa sababu ya uamsho. Yakobo anatuambia habari za mtu mmoja ambaye tunaweza tukamfanya kwenye somo letu ili akawa kielelezo. Anatuambia habari za mtu mmoja mleta uamsho, mmoja tu, ambaye ni Elia. Alikuwa ni mmoja, lakini alileta mabadiliko, alifanya mageuzi makubwa kwenye taifa lake. Mmoja tu. Sasa tunapo mambo ambayo tunayaangalia, na jamani, kwanza anatangulia anasema Elia alikuwa mtu mwanadamu mwenye damu na nyama kama sisi. Kama sisi. Sasa usije ukachukulia pale anasema alikuwa mwenye tabia kama sisi, usije ukachukulia kwamba kama mtu mwingine huwa anaishi maisha ya dhambi akajifarijia humo kwamba kumbe hata hivi inawezekana. Somo letu tutakalokuwa tunaendelea nalo utakuta mpaka huko mbele linachambua mpaka hivyo vitu vyote, mpaka anafika mahali anakuwa mleta uamsho. Kuna vitu ambavyo alivyokuwa anavishughulikia kuhakikisha vinatengwa mbali na uamsho ukatokea. Haleluya. Haleluya. Sasa nifanye nini ili niwe sababu ya uamsho? Nifanye nini ili niwe sababu ya uamsho kanisani, kwenye idara yangu, kwenye familia yangu, kwenye zoni yangu, popote pale ulipo, kwenye nafasi yako? Yaani hapa sijazungumzia kiongozi wa idara au kiongozi wa nini. Wewe kama wewe, mimi kama mimi, nifanye nini ili niwe sababu ya uamsho? Jambo la kwanza ambalo tuliliangalia tukasema ni lazima uwe mtu anayesimama mbele za Bwana au anayeutafuta uso wa Bwana kila wakati. Uwe mtu unayesimama mbele za Bwana ama kutafuta uso wa Bwana kila wakati.
Uamsho hauji kama vile tu yani ulikuwa huna habari unasema kwa bahati nasibu nimeibukia kwenye uamsho. Si ndio duniani kuna vitu vinaitwa bahati nasibu na michezo ipo ya bahati nasibu. Habari za uamsho hatuichezei bahati nasibu. Kwamba bahati nasibu tumejikuta tuna sisi uamsho umetokea. No. Ni lazima kuna wajibu wa kufanya. Na wajibu huo ni kusimama mbele za Bwana, ni kutafuta uso wa Bwana kila wakati. Tukisoma kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 17 ule mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ile ya 17 na ule mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: basi Elia Mtishbi ala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Mimi ambacho kinanipeleka mahali hapa ni lile neno analosema. Anasema ya kwamba ambaye ninasimama mbele zake. Hasemi nilisimama mbele zake. Unaona? Hasemi nilisimama mbele zake, ila anasema ninasimama mbele zake. Saa hiyo yuko mbele ya mfalme Ahabu, lakini bado anamhakikishia mfalme Ahabu kwamba yani mimi na Mungu huyu wa Israeli tumeshikamana naye. Ninasimama mbele zake, manake ni wakati wote. Lile neno ninasimama, nyie wasomi si mnajua ni nini hiyo? Mwalimu, nini hiyo? Si wakati unaoendelea. Wakisema Kiingereza wanasema continuous tense. Tendo linaloendelea. Ninasimama hata kama niko muda huu mbele ya mfalme, lakini wajibu wangu mimi ni kusimama mbele za Mungu wangu kila wakati. Elia alijua ile nafasi ya kusimama mbele za Mungu kila wakati, ile hali ya kukaa mbele za Bwana na kutafuta uso wa Bwana nyakati zote, imemtengenezea ndani yake nguvu ya kiungu isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo anapomtamkia mfalme anasema kwa neno langu mvua haitanyesha. Kwa neno langu. Kwa neno langu. Maana anasema nikisema kwa neno langu manake na Mungu huyu yu ndani yangu. Mungu wa Israeli ambaye Ahabu na watu wake wamemtupilia mbali, ambao Ahabu na watu wake wamemdharau, wamegeukia miungu mingine. Sasa mimi bado nimeshikamana naye. Anasema huyo ninayesimama naye, ninayesimama mbele zake kila wakati, kwa neno langu mvua haitanyesha. Sasa unaanza kuiangalia hiyo nguvu na mamlaka na ujasiri alionao huyu mtu mmoja, na anaenda kutamka jambo litakaloigharimu dunia ya wakati huo. Si ndio? Litagharimu, kama ni taifa tungesema litaenda kugharimu Tanzania nzima kutokuwa na mvua kwa miaka 3 na miezi 6. Lakini anasema akiwa na uhakika kwamba kwa sababu ninasimama mbele za Bwana. Kwa hiyo tunaposema kwamba nifanyeje ili niwe sababu ya uamsho, kitu cha kwanza ni lazima niwe mtu ninayeutafuta uso wa Mungu. Niwe mtu ninayesimama mbele za Bwana. Niko kazini lakini kwa kweli nia yangu ya ndani inamtafuta Bwana. Niko mahali popote lakini ndani mwangu ninamtafuta Bwana. Ninapopata nafasi ya kupumzika ninatafakari habari za kumtafuta Bwana. Kwa vyovyote utaanza kuona matokeo yanaonekana. Kabla hujaanza kufikiria viongozi wa
wa idara ya wanawake watuletee uamsho kwenye idara yetu. Wewe umeshaamua kumtafuta Bwana, unasema nitamtafuta Bwana kwa ajili ya wanawake wa VLC. Haiwezekani. Haiwezekani. Bwana umetuambia neno la ushindi ya kwamba wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Jeshi gani ambalo limelala hivi? Nitautafuta uso wa Mungu kwa ajili ya kila mwanamke wa VLC. Nataka nikwambie, unapoanza kumtafuta Bwana kwa ajili ya wanawake wa VLC, leo utaanza unaomba kwa ajili ya viongozi labda 4 unaowafahamu, lakini kadri unavyoendelea kuna siku nyingine Roho Mtakatifu atakuwa anakuletea tu majina ya wanawake fulani, unaanza kuomba kwa ajili yao. Yaani unaingia kwenye maombi, unaposema tu sasa unaanza kuomba kwa ajili ya hao, unashangaa na kuchomekea jina la mwanamke fulani, unaanza kuomba naye. Kumbe mwingine ndoa yake huko imewaka moto, imechemka, sio kawaida, hajaweza mwambia yoyote, maana mambo yanayoendelea huko yanatisha. Kwa wakati unaanza kuomba, kwa hiyo hata hukujua. Unaomba kwa ajili ya huyo mwanamke, unaomba kwa ajili ya huyo mwanamke. Unashangaa siku ya wanawake unaona amekuja. Wakati mwingine anasema nimeona tu nikimbilie kwa Yesu. Naombeni tu wanawake wenzangu mniombee, inatosha. Tunaweza, kuna mambo mengi. Iko siku nitashuhudia. Wewe unakumbuka Bwana aniletea jina la mtu huyu. Siku moja tuko kwenye mkesha, nikashangaa. Nikaletewa jina la mwanamke wa sehemu nyingine kabisa. Kila nikitaka niombee yale ambayo tumepewa, mimi linakuja jina la huyo mama. Najiuliza inakuaje sasa, huyu mama kweli namfahamu, lakini inakuaje? Nikasema basi sasa wewe unajua ana shida gani, mimi sielewi. Nikamwambia Roho Mtakatifu nisaidie niombe kwa ajili yake huyo. Sasa nikaanza kuomba. Wakati nimeendelea kuomba, nimeomba tukamaliza huo mkesha, mimi nikajikalia, maisha yameendelea, sina habari. Baada ya muda nakuja kusikia ndoa yake imevunjika. Lakini baadaye nakuja kuonana naye, anasema ndio hivyo imetokea, lakini mwanaume ameonekana sasa amejiingiza, ni mganga wa kienyeji. Watu wote walikuwa kanisani wameokoka. Anasema mume wangu alishaacha wokovu na sasa ni mganga wa kienyeji. Na hatimaye alipokuwa akiendelea, naamini labda huyu mume atarudi, atakaa vizuri, ndio hivyo akaendelea kuoa. Si unajua waganga wa kienyeji hata wagonjwa huwa ni wateja wao. Yaani anaweza akaja mgonjwa, mmekosa cha kulipia, basi anamuoa huyo mgonjwa. Kama mlidaiwa hela nyingi, akawaambia muache hapa mpaka mtakapomaliza deni lenu. Siku mkirudi mnamkuta amejifungua na katoto ka mganga. Kwa nini? Malipo. Kwa hiyo anasema ndivyo akaishia hivyo. Na hivi ninavyokuambia, yule baba alishakufa kwenye hali hiyo ya uganga. Lakini mimi nakumbuka ile siku nilipata shida sana. Kwa hiyo tuko tunazungumza ya kwamba tunataka kuona kwamba kila mtu anahusika kuwa sababu ya nini? Ya uamsho. Anakuwa sababu ya uamsho. Kwa hiyo ni lazima uamue sasa, nataka niwe sababu ya uamsho. Nitaweza kuwa sababu ya uamsho, lakini kwanza lango lako la kwanza la kuingilia ili uwe sababu ya uamsho ni kwanza kutafuta uso wa Bwana, kusimama mbele za Bwana nyakati zote, kumtaka Bwana. Ndio maana tunasema tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tusimtake Bwana na nguvu zake kama kauli mbiu na wimbo. Tunataka tumtake Bwana na nguvu zake kwenye uhalisia wa maisha halisi. Yaani nikiingia kwenye vyumba vyangu vya peke yangu ninasema Bwana ninakutaka wewe na nguvu zako. Nikikaa kwenye chemba yangu peke yangu nasema Bwana nakutaka wewe na nguvu zako. Nikikutana kwenye idara nasema Bwana nakutaka wewe na nguvu zako. Tumtake Bwana na nguvu zake, si kwa kukiri kama kauli mbiu, lakini kwa vitendo, kwenye uhalisia. Kuna mambo yatatokea. Usisubiri mtu fulani alete uamsho. Usisubiri mtu mwingine alete uamsho. Na siri ya uamsho iko hivi, nataka niwaambie watu wa Mungu. Tukisubiria huo uamsho tuje tukutane nao hapa kanisani, haitatokea.
Yaani tukisema tunasubiri uamsho tukutane nao, unaondoka nyumbani, sasa ngoja nikakutane na uamsho kanisani. Leo siku ya ibada, tunayokutana na nini? Na uamsho. Haitawezekana. Uamsho tunaoutaka sio wa kukutana nao hapa. Ni uamsho ambao tutakuja nao hapa kanisani. Tutashirikiana kama viungo katika mwili wa Kristo na huo uamsho, na tutaondoka tutaenda nao majumbani kwetu na huo uamsho. Tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi tuko nao huo uamsho. Huo ndio uamsho tunaoutaka. Sasa huo uamsho wa aina hiyo hauanziagi hivi hadharani, unaanziaga kule faragani alafu unatokezea hadharani. Unanielewa Huo uamsho tunaoutaka sio tunaokuja kuukuta hapa kanisani ambao tunadhani kuna mtu ameuandaa akatuwekea kama chakula cha Bwana, tutakikuta kimewekwa pembeni pale, alafu watapita wazee wanatugawia. Hatugawani uamsho kwa njia hiyo. Uamsho tunaoutaka ni ule ambao utaanza kwenye vyumba vyako vya ndani wewe mwenyewe, kule kwenye chumba chako cha faraga, kule unakokaa kumtafuta Bwana. Huko unaanza kujisikia uamsho peke yako. Ule uamsho unakuja nao nyumbani mwa Bwana, unakuja ukiwa na hali ya kuchangamka zaidi, umechemka na unaamini ukifika hapa, kwa sababu ulikuwa ni kijiti kimoja ambacho kimeanza kushika moto. Ikifika hapa unakutana na vijiti vingine vinashikamana, kile kijiti kinakuwa kikubwa, moto wake unakuwa mkubwa zaidi. Utakaporudi nyumbani hautakuwa vile ulivyokuja, unarudi ukiwa na ongezeko. Haleluya! Huo ndio uamsho. Lazima uanze kule kwenye vyumba vyetu vya siri. Lakini tukitegemea tutaukuta hapa umeandaliwa, umewekwa kwenye kiti, kila mtu anafika anaangalia, hapa ndo upo uamsho wangu nimewekewa. Utakaa na hautahisi chochote kwenye hicho kiti. Utakaa na utaondoka hivyo hivyo. Kwa hiyo hata ukiona watu wanakuhamasisha omba, imba, hao wanakutia moyo ili ujue wajibu wako. Lakini hivyo vitu vilikuwa ni wajibu wa kwako mwenyewe. Kuomba ilikuwa ni wajibu wako mwenyewe unapokuwa mbele za Bwana kuomba. Kusifu na kuabudu ilikuwa ni wajibu wako kumsifu Bwana unapokuwa mbele zake. Kila linalotendeka mahali hapa ulikuwa ni wajibu wako. Hawa wengine wamepewa kama vile viongozi kukuongoza, fanya hiki, fanya hiki. Sawa jamani? Bwana achilie uamsho ndani yetu kila mmoja. Na Bwana aweke ndani yako shauku ya kutaka kuwa sababu ya kuleta uamsho mahali hapa. Unajua wakati nilikuwa natafakari siku moja, nimsikia mzee ambaye tayari alishalala, mzee Lazaro, akawa anashuhudia jinsi ambavyo aliupeleka uamsho kwenye kijiji chake kule Migombani. Anasema yeye amekuja huko mjini, amekutana na Injili, ameombewa, amejaa Roho Mtakatifu, bado hajui chochote afanye nini. Lakini anaporudi anatamani hawa wenzake, vijana wenzake wajue nini kinaendelea, habari ya mjini ni nini. Sasa alipofika kule Migombani, anasema nikawaambia, jamani, yaani kuna kitu kizuri. Hicho kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unajaa, unanena kwa lugha ambayo hujawahi zaliwa nayo. Roho Mtakatifu ndo anakupa. Unaomba vile ambavyo hujawahi kuomba. Wakabaki wanashangaa. Anasema mimi nimewakusanya, nimewakalisha kwenye migomba. Ninachowapa ushuhuda ni vile ambavyo mimi nimejaa Roho Mtakatifu. Sina kitu kingine kipya. Lakini kwa sababu ndani yake alikuwa anatamani hiki kitu watu wa kijijini kwangu wakipata. Anasema akashangaa vijana wenzake aliokuwa amewaalika wako hapa, akashangaa mmoja baada mwingine walivyoingia kuomba wakaanza kujaa Roho Mtakatifu. Wakaanza kujaa Roho Mtakatifu. Akasema kumbe hii inawezekana. Hii inawezekana. Hata kabla sijaanza kutafuta kuwaendea watu wa Mbeya, maana si ndio kitovu cha uamsho. Makanisa mengi yameanzia Mbeya. Kwa hiyo kabla sijaenda hata kuwatafuta kule watu wa Mbeya ili waje huku na wenyewe wafanye vitu hivi, kumbe Roho Mtakatifu mwenyewe tu yupo. Yaani Roho Mtakatifu yuko mwenyewe anajitembeza, anataka watu walio tayari. Akakutana na watu walio
tayari anasema hivyo ndivyo uamsho uliingia kwenye kijiji chake, watu wakiwa migombani, hakuna hata viti vya kukalia, umo wakajaa Roho Mtakatifu, wenye kuanguka wanagaragala huko kwenye migomba, sio wamepagawa na pepo, wamejaa Roho Mtakatifu. Ni mtu huyo mmoja alifanya kitu hicho. Kwa hata wewe unaweza ukafanya kitu, usiangalie mtu mwingine. Jambo la pili sasa, nahisi tena na ibada hii nitaishia. Jambo la pili tuliliangalia tukasema ni kutangaza na kusimama kwenye kweli ya neno la Mungu. Kutangaza na kusimama kwenye kweli ya Mungu. Unataka kuwa mtu anayeweza kusababisha uamsho, basi uwe ni mtu unayetangaza na kusimama na kweli ya Mungu. Tukasema kweli, kusimama na kweli ya Mungu kuna gharama, sio kitu rahisi. Ni kitu kigumu, lakini ndivyo kama unataka ulete mabadiliko, kama unataka ulete uamsho, simama na hiyo. Hakikisha unasimama na kweli ya Mungu na wala sio maneno ya watu. Ukitembea na maneno ya watu sana ni rahisi kupotea. Lakini hebu nenda na neno la Mungu. Tembea na neno la Mungu, simama na kweli ya Mungu. Tangaza kweli ya Mungu. Unamwona ndugu yako kuna namna haendi vizuri, wewe nenda na neno la Mungu kwenye hiyo njia unaona anayoiendea. Nenda na neno la Mungu, mwambie, umsaidie. Alifanyaje Elia? Kwenye hiyo Wafalme wa Kwanza sura ya 18 ule mstari wa 18. Wafalme wa Kwanza sura ya 18 na ule mstari wa 18. Elia alifanya jambo hilo la ujasiri sana, lakini akijua hii ndio kweli ya Mungu. Mstari wa 18 Biblia inasema, naye akajibu Elia huyu, labda nianzie ule mstari wa 17. Ikawa Ahabu alipomwona Elia akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Majibu ya Elia yanakuja hivi, naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata Mabaali. Mmeziacha amri za Bwana na mmewafuata Mabaali. Baali ni miungu tofauti na Mungu huyu wa kweli. Ni miungu ambayo wakati huo wa Ahabu aliwageuza wana wa Israeli wengi, wakageukia upande huo, wakamwacha Mungu wa kweli, wakaanza kuabudu hiyo miungu inayoitwa miungu Baali. Sasa Ahabu anamuona Elia, anamuita Elia ni mtaabishaji. Na Elia anasema, nawezaje kuwa mimi ni mtaabishaji? Anasema, si mimi mtaabishaji, mtaabishaji ni wewe. Ukiuliza kwa nini Ahabu awe mtaabishaji? Kwa sababu wewe ndio umewageuza watu. Walikuwa wakimwabudu Mungu wa kweli, walikuwa wakimtumikia Mungu wa kweli, umewageuza, umewaelekezea miungu mingine. Leo hii wanapiga goti kwa miungu mingine. Wewe ndio mtaabishaji. Huu ukweli ulikuwa ni mgumu sana wewe. Kwa mfalme hamwambii rafiki yake, anamwambia mfalme. Hamwambii rafiki. Unajua rafiki mnaweza mkacheka kidogo, baadaye nilikuwa nakutania, potezea tu hiyo, nilikuwa nakutania. Lakini yuko mbele ya mfalme, anamwambia wewe ndiye mtaabishaji. Na huo ndio ulikuwa ukweli. Nini kimefanya mpaka hali imepita ngumu, hata mpaka taifa limepita kwenye hali ya ukame, mpaka Elia amekuwa na hasira ndani yake, ile hasira ya kimungu ndani yake, kuona watu wanamuasi Mungu kirahisi rahisi, kumuona watu wanamuacha Mungu wa kweli kirahisi rahisi, wanageukia miungu mingine hivi hivi, kana kwamba hawakuwahi kujua matendo makuu ya Mungu ambayo amewahi kuyafanya. Wanajua Mungu amefanya nini kwao, lakini wanageuka hivi hivi. Hasira zikaweko ndani yake, akasema, kama ni hivi, huyu Mungu wangu ambaye wamemwacha mbali, basi aishivyo Bwana, hiyo mvua isinyeshe. Kwa lugha nyingine, tuone kama hiyo miungu waliogeukia inaweza ikafanya tofauti na kile Mungu huyu waliyemwacha anafanya.
Na kweli ndani ya miaka yote hiyo 3.5 hakuna kilichotokea. Hiyo miungu Baali pamoja na kuiabudu na kuitolea sadaka zote za damu na za nini, lakini hakukubadilika kitu. Bado ukame uliendelea, njaa iliendelea. Ndio anamwambia wewe ndio unayewatabisha watu wa Mungu. Sasa mtu anayeleta uamsho ni pamoja na kusimama na kweli ya Mungu. Anayetaka kuleta uamsho kwenye eneo lake ni lazima uwe mtu pia ambaye unaweza ukasimama na kweli ya Mungu. Usikubali kuchukuliwa na kila elimu inayokuja. Elimu hii ikija, twende, umepeperushwa unaenda. Biblia inasema ni sawa na mawingu yasiyo na maji yanayopeperushwa na upepo. Elimu hii ikija, ndio wamesema Yesu sio Mungu. Kweli wamesema Yesu sio Mungu, ila ni mwana wa Mungu. Ni kweli Yesu sio Mungu, upo huko. Ibada ya kwanza nikawaambia na kweli moja ambayo maishani mwangu sitaacha, kwa sababu nilifundishwa nikiwa bado mdogo na mpaka naendelea, na sitakuja kuacha kuisema kweli hii. Ni kweli ya kutoa fungu la 10. Unajua nilifundishwa nikaambiwa kumibia Mungu zaka unajitakia laana. Sasa neno laana kwenye nyakati hizi, watu wakisema laana wanafikiri ni neno laana ilikuwa kwenye Agano la Kale. Ibada ya kwanza niliwauliza, kwani laana ni nini? Laana ni nini? Tuizungumze kwenye mazingira ya kawaida. Likitajwa hilo lineno tu hilo uwaga ni gumu, lakini kuna wakati mazingira uwaga yanaweza yakafanya watu wakasema huyu ni laana za wazazi wake zinamfuata. Nikawaambia hivi, mfano unashangaa kuna mtu alikuwa na kazi akafukuzwa. Amefanya biashara haiendi. Alikuwa na mke tu mzuri vizuri, anaendelea vizuri, mke amemwacha. Na sengine wanamhesabia ameoa zaidi ya mara moja na wanawake wanaondoka. Mwanzo tulifikiri ni tatizo la mke yule wa kwanza, lakini sasa kila mke anaondoka, shida ni ya nani katika hawa? Halafu wanaanza kuangalia, wakijumlisha vyote hivyo wanakuja wanasema hata sasa hivi maisha yake yanavyoenda sivyo. Kazi amepata nzuri zaidi ya mara moja, lakini ni mazingira, yani anafukuzwaga tu hivi. Hata yeye ukimuuliza anasema sina kosa, na kweli akikusimulia hana kosa. Watu wanaanzaga kusema hivi wanapoanza kutafuta wanasema ni kama kuna kitu kinamfuatilia. Mwanzoni wanaanza kusema kuna roho zinafanyaje, zinafuatilia. Sasa wakiwapata wale watu wa karibu kabisa na familia yao na kwao, wanaojua historia, wanasema huyu aliwahi mpiga mama yake mzazi. Oho, kumbe aliwahi mpiga mama yake mzazi. Baba yake na mama yake walikufa kifo kibaya. Alipokuwa amefanikiwa aliwakana, akasema yeye hana wazazi. Wale wazazi waliondoka wakiwa na huzuni. Kwa hiyo watu wanapata majibu, wanasema ni laana za wazazi wake. Nani kawaambia hiyo ni laana? Si watu wameangalia mazingira alafu wakasema ni laana za. Kwa hiyo unapata picha kwamba kumbe laana ni kutokufanikiwa. Kwa hiyo hata tukiacha hiyo lugha ambayo inaogopeka, tukatumia tu lugha hii nyingine ya kwamba usipokuwa mwaminifu kwa Bwana kumtolea fungu la 10 kwa uaminifu, unajitengenezea mazingira ya kutokufanikiwa. Tuache hiyo lugha, si ndio? Niwaambie maneno laini. Niwaambie lugha laini, nisiseme lugha ngumu. Nitumie lugha laini kwamba hautafanikiwa mwanangu. Lakini nimefunika tu, yani nimekufumbia tu ndani yake, nasema utalaaniwa mwanangu. Ndio, usipofanya hivyo, kwa sababu hilo ni neno la Mungu, watu wa Mungu. Ni kweli zipo sadaka ambazo Yesu alipofanyika yeye kwa sadaka alizimaliza, lakini ziko sadaka zinazoendelea mpaka leo. Zipo zinaendelea mpaka leo.
Leo hii tunakuja nyumbani mwa Bwana hatujaambiwa tusiache kutoa sadaka, kwa sababu tangu zamani walikuwa wanatoa, na kwa sababu ibada zipo zinaendelea tunatoa mpaka sasa. Sadaka ambazo hatuzifanyi ni zile zinazoitwa mara sijui komboa nini, hizo ndio hatuna. Yesu alifanya hivyo. Kwa hiyo wewe fanya kwa uaminifu uone. Nataka niwaambie watu wa Mungu kwenye eneo hili, bila kujua hiyo ajenda imesukwa wapi? Hiyo ajenda imesukwa wapi? Unayetafutwa ni wewe uliyemkiri Yesu. Adui ameona vile ambavyo ni ngumu kukukamata wewe na maisha yako, ni ngumu kukamata wewe na uzao wako, ni ngumu kukamata wewe na kazi zako. Ametafuta, amejua iko siri ya mtu huyu, na siri hiyo imejificha kwenye kumtolea Mungu fungu la 10. Tunafanyaje? Inatengenezwa ajenda, inakuja inapiga pale ambapo ulikuwa umeshikilia, na tayari unasema ni kweli siwezi kutoa zaka. Wakati unasema huwezi kutoa zaka, adui kwenye ule ulimwengu wake wanashangilia, wanasema tuliokuwa tunawatafuta sasa tunaweza tukawapata kiurahisi, kwa sababu kuna mahali ambapo palikuwa pamezuia. Toa zaka. Wiki 2 zimepita tulikuwa kwenye kongamano la viongozi wa kijimbo na wa section. Najua wakati mafundisho yanaendelea, ilipofika sehemu ya zaka tuliambiwaje? Msisitizo uliopo kwamba kwa sababu na huko juu ameshajua kwamba kuna mchafuko ambao adui ameingia kugeuza fikra za watu kiaina na kiuhalisia. Kuna namna wengi fikra zimegeuka. Sasa tukaambiwa kama na wewe mchungaji huko hapa usiyetoa zaka, wewe ni mzigo kwa kanisa. Hiyo lugha nzuri. Naambia kuwa na mchungaji asiyetoa zaka, huyo ni mzigo kwa kanisa. Hiyo ni sisi tumeambiwa. Sasa na wewe utajaza, na wewe kama mshirika, kuwa mshirika usiyetoa zaka, wewe unakuwa nani? Sisi tulitamkiwa tukaambia kama kule kwenye section kuna mshirika, kuna mchungaji ambaye ana hilo fundisho la kwamba yeye hataki kutoa zaka, mwambieni arudishe mapema, arudishe hicho cheti cha uchungaji, akatafute kanisa ambalo limemfundisha hivyo kwamba usitoe zaka, akachunge huko. Sisi wachungaji ndivyo tumeambiwa. Na miezi 3 ikipita hujatoa zaka, unatoa maelezo kwa nini hukutoa zaka. Unaandika barua ya maelezo. Na maelezo yako hayo kuna namna tu uko utagundua kwamba sio maelezo ndio suluhisho. Kinachotafutwa ufanye kwa uaminifu kwa Mungu wako. Kanisa halitaki wewe utembee kwenye kutokufanikiwa. Hatutaki upigwe. Hatutaki adui akupige bila wewe kujua. Ndio maana tunaendelea kukwambia tena na tena jambo hili. Ni kweli ngumu, lakini ndivyo ilivyo. Hata kama leo hautaliamini jambo hili, ndivyo ilivyo. Maana ni kweli ya neno la Mungu, sio kwa sababu ya watu wanasemaje, ila kwa sababu ni kweli ya neno la Mungu. Kwa hiyo ukweli una gharama. Siku moja Yoshua, ukisoma kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 24 kuanzia ule mstari wa 14, Yoshua sura ya 24 kuanzia mstari wa 14 ukaendelea. Siku moja Yoshua akaamua kuwakusanya wale watu, akawaambia kwenye hiyo ni sura ya mwisho kabisa, yani yuko mwishoni kabisa wa maisha yake Yoshua. Akawaambia, sikia, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Kama mnataka kutumikia ile miungu ambayo mliacha kule Misri, itumikieni hiyo. Kama mnataka kutumikia hii miungu ambayo hawa wenyeji wa hapa tuliwakuta wanaitumikia, tumikieni. Lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Nyakati tulizonazo ni nyakati za mtu binafsi afike mahali afanye maamuzi. Ameona kuna mambo yanamfanya kichwa kinazunguka, anasema hii itanipa kizunguzungu kisichoisha. Ninachokiamua ni hiki.
hata kama wengine watafuata hivi, wengine watafuata hivi, ila mimi nitafuata neno la Mungu, nitamtumikia Bwana, nitafanya lile neno la Mungu linaniambia kufanya. Ni heri kuishi neno la Mungu kuliko kuishi nje ya neno la Mungu alafu ukaja ukakwama baadaye. Yesu akaambia chagueni, mimi nimeamua, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sasa nyewe chagueni. Wale watu wakasema na sisi chaguo letu ni hilo hilo. Huyo Mungu aliyetutoa Misri ndo tutamtumikia. Huyo Mungu ambaye alitutembeza jangwani tutamtumikia. Anawaambia kama chaguo lenu ni huyu Mungu niliyemchagua mimi, lazima matengenezo yafanyike. Si swala la kusema tu na mimi naunga mkono. Sio swala la kuunga mkono, matengenezo kwanza. Na matengenezo yenyewe anasema iondoeni miungu kati yenu. Ondoa kila kitu ambacho sicho, ubaki na ile kweli. Kataa vitu ambavyo si kweli ya neno la Mungu, baki na ile kweli ya neno la Mungu. Akamwambia huyu Mungu mnayemchagua ni mtakatifu na viwango vya utakatifu wake havijawahi pungua. Yuko kwenye viwango vyake vile vile. Kwa hiyo unataka kumtumikia, hakikisha unatunza ule utakatifu. Ndipo shirika la wewe na huyu Mungu litakuwa linaendelea. Na sisi ndivyo, nataka nikwambie, uamsho hauji bila utakatifu. Ndio maana toba, hatutanyamaza kuomba toba kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu tunautaka uamsho. Tunataka uamsho kila mahali. Toba inapotangulia ndipo urejesho unatokea. Kwa hiyo urejesho hauwezi kuja kama hatujaingia kwenye toba. Simama na kweli ya Mungu wakati wote. Na hiyo ndio itakuwa njia sahihi ya wewe kuleta uamsho kwenye eneo lako. Lakini bado kumbuka, sisi tumeaminiwa na Mungu, ametuweka kama viungo katika mwili wa Kristo. Anapotuweka kama mwili wa Kristo, sisi tunasaidiana. Ukisoma kwenye ni Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, kwanza ule mstari wa 25 hadi wa 26, utaona. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 25 hadi wa 26. Ukisoma pale utaona Biblia inazungumza kwa habari ya viungo vinavyoweza kushirikiana, vinasaidiana kila hicho kwa mwenzake. Msaada ni kuhakikisha kiungo hiki kinafanya vizuri, sio kwa ajili ya kukosea. Bwana hajatuita viungo ili tutiane moyo kwenye upotevu. Anataka tutiane moyo kwenye kuitenda kweli ya Mungu. Kwa hiyo unamuona ndugu yako, kuna namna unaona kabisa hivi sivyo, unasema mimi ni sababu ya kuleta uamsho, nitamsaidia ndugu yangu. Unamkalisha, mwambie. Akikuchukia mwambie, Bwana nisamehe kama nimekukwaza, lakini naendelea kugombana na neno, maana mimi nilichokusaidia ni neno. Kwa hiyo atabaki anagombana na neno na sio wewe. Ila gharama ukubali, ukweli unafanyaje? Una gharama. Sawa jamani? Ukweli una gharama. Si ulimgharimu Yohana Mbatizaji kichwa kuchomolewa? Wakati mwingine kuna gharama. Lakini kuna mtu anaweza akakuchukia kwa sababu ulimwambia kweli fulani, ila wakati ujao atakapotulia, wakati Roho Mtakatifu ataendelea kumtengeneza na kumchonga ndani, kuna saa atakuja atakwambia nakushukuru. Mdogo wangu, nina mdogo wangu mmoja ambaye ni wa kiume. Wakati ule alikuwa hajaokoka, alikuwa akija tunamwambia anapotezea, tukimwambia analuka. Sasa mimi ni mdogo wangu kabisa, kwa sababu nishagaongea naye sana. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa na ngoja tu, nasema wakati wake utafika. Lakini alikuwa akikutana na mzee mmoja tunamuitaga mzee wa Gombo. Akikutana naye anamwambia pasu. Anambia, shemeji yangu, tumecheka sana, imetosha. Lakini kama haujaokoka ndugu yangu, jehanamu ni ya kwako. Tusipakane mafuta hapa kwa mgongo wa chupa. Kweli wakati huo anaaga, anambia, shemeji kesho naondoka. Anasema kabla hujaondoka lazima nikupe hiki kifurushi. Okoka. Haya maisha ya kurukaruka mala wanawake mala nini, hakuna. Siwezi kukufariji hata kama tunapendana. Unajua wakati huo alikuwa anamuona kama shemeji naye huyu sijui ndio msondani. Zile aina za watu wasondani, wale ambao wanasema inaisha shauri yako wewe, kama utakwazika yeye amemaliza.
Sasa sijui ndio aina hiyo, yani shemeji asebagi chini chini, ananyoka tu. Unajua siku alipookoka alifunga safari akaja hapa Mwanza. Baada ya kuwa ameokoka na sasa anajiona amesimama anaendelea, alikuja akasema, shemeji nakushukuru. Ndugu zangu walikuwa wameokoka, lakini namna ya kuniambia hawakuwahi kuniambia kama ulivyokuwa ukiniambia wewe. Walikuwa wananiambia kwa upole, afu katoto ka mwisho kakaka peke yake, hatuna kakaka kengine, yani tunakaona kama vile bado katoto tu. Kumbe sio. Alipokutana na jamaa akamnyokea. Siku anamwambia, nashukuru, maneno yako nilikuwa nikiondoka yanaimba ndani sana sana, japo sijaokoka. Nilipookoka nikasema lazima niende nikamwambia shemeji yangu kwamba ulikuwa unaniambia kweli. Ndio yalikuwa maisha yangu ya hovyo, lakini sasa nimeokoka. Mwambie mtu. Nyakati hizi sio nyakati za kusubiri kwamba wazee wa kanisa watakuja waone mshirika wao vile anavyoyazanzabula huku, mchungaji aje aone mshirika wake anavyoyakoroga huku. Sio. Mungu ametuweka sisi kama viungo, tusaidiane, tuonyane kadri siku ile inavyokaribia, na ndivyo ambavyo utakuwa sababu ya wewe kuleta uamsho na mabadiliko kwa huyo ndugu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie. Naomba tu tusome na wewe sasa kwenye Isaya sura ile ya 30 mstari wa 10 hadi ule wa 13. Isaya sura ya 30 mstari wa 10 hadi ule wa 13. Isaya 30 mstari wa 10 hadi ule wa 13. Biblia inasema, wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubilini maneno ya danganyayo. Tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Basi kwa ajili ya hayo mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mwalidharau neno hili na kutumainia jeuri na ukaidi na kuyategemea hayo, basi uovu huu utakuwa kwenu kama mahali palipobomoka, palipo tayari kuanguka, patokezapo katika ukuta mrefu, ambapo kuvunjika kwake huja ghafla kwa mara moja. Asema watu hao walikuwa wanawaambia waonaji, msione vitu. Jamani, hivi kama Mungu akikufunulia wewe, mchungaji Tafuna sasa hivi uwaga anaenda kwenye tule tujiumba tu kujikunja hivi, hujawahi kuniona lakini Bwana amekujulisha jambo hilo. Yaani mimi ninaweza nikaja nikakwambia badilisha kuona. Kwani ni wewe ulijitafutia kuona hivyo? Aliye kuonyesha si ni yeye ndo anajua kwamba ninaishije. Sasa watu hao wakafika pabaya, wanafika mahali wanawaambia eti manabii waonaji wanasema msione. Na manabii ambao wangeleta ujumbe, kumbuka nabii alikuwa ni msemaji wa Mungu. Mungu alikuwa anaweka neno ndani yake, alafu yeye anakuja anasema na watu. Sasa wanawaambia msituambie yale maneno ya haki, kwa hiyo tudanganye. Si ndio? Manabii wadanganye, wakiwadanganya ndo wanasema hivi safi. Na kiukweli ukengeufu ukiingia, watu huwa hawataki kuambiwa kweli, wanataka waambiwe kile cha uongo, ndo wanasema na shangwe nyingi, watu wanasimama na kanga zinapepea juu. Wow! Nikwambie Bwana anaenda kukufanikisha, na wakati najua kabisa kuna mahali haujafanya vizuri. Lazima nianze na hili, alafu nikwambie ukiisha kufanya hayo. Si anatuambia kwenye Kumbukumbu la Torati 28, anasema nawe utakapokuwa umesikiza na kutenda, ndipo baraka hizi
kujilia, na zitakuwa haki yako na zitatembea na wewe. Kwa hiyo hapo sasa ndo tunasema utabarikiwa mjini na mashambani. Amen. Hiyo ni sawa, kwa sababu ulishakubali na ile condition ya kwanza, kwamba ikiwa utasikia na kutenda sawa sawa. Kwa hiyo nikitamka baraka amen, moyoni unasema nikiwa tayari nimesikia na kutenda. Utabarikiwa kazi kapu lako, ndio itakuwa hivyo kwa sababu nitakuwa nimetii na nimetenda. Itakuwa hivi, kila kitu kinazaliwa kutoka kwenye ule utii. Sasa hawa watu wameshachagua maneno ya kusikia. Wanasema mtuambiage yale maneno malaini laini, hatutaki maneno magumu. Mengine huaga yanatutoa, yani tumeshakwazika. Yani nilienda na furaha nyumbani mwa Bwana, nimetoka moyo wangu yani umevurugika kabisa. Mchungaji wa leo amenikwaza jamani, mchungaji Tafuna sijui amelishwa nini naye. Amenikwaza kwa kweli leo, maneno yake yale. Sijajikwaza wala sio maneno yangu, ni maneno ya Mungu. Amen. Amen. Anasema hawa watu wakawa wanataka wapate maneno laini. Tena wanawaambia yani kabisa, wanaambia mtoke kwenye njia, ile njia ya kweli watoke. Manake wao wanasema mengine ya ambayo tukirudi unasema achana na huko. Ndio sawa, mtu anakuambia unijibu hivi lakini usiniambia habari za Yesu. Sasa mimi nakujibu nini bila Yesu? Mimi sina kingine bila Yesu. Kweli mimi sina kitu kingine. Sasa wanawaambia mtoke kwenye njia, waiache ile njia ya kweli. Maana yake waanze kuambia vitu hivyo vya uongo, vya kuwafariji. Na ndivyo ambavyo leo hii manabii wanaoitwa manabii wa uongo wamewapata watu, kwa sababu watu wanapenda kubarikiwa tu, kubarikiwa. Hawataki kusikia wanakemewa dhambi, hawataki kusikia wanaambiwa acha dhambi hivi. Ila zile baraka, kwa sababu kumejaa shamra tu za baraka na miujiza, basi wanasema hapa ndio uamsho wenyewe na huu ndio moto wenyewe. Uamsho unaoletwa na Roho wa kweli wa Mungu unataka na matengenezo. Utakutaka mahali ukuonyeshe, yani Roho Mtakatifu ataka kuonyeshe hapa tengeneza, hujafanya vizuri. Unasema ndio Bwana, ukitengeneza anakuambia sawa, tunaweza tukaendelea na safari ya mbio za uamsho. Ukifika mahali unaambia hili nalo liache, ili inakuzuia njiani, unaachana nalo, unaendelea na safari ya mbio za uamsho. Hivyo ndivyo uamsho unaoletwa na Roho wa Kristo. Haleluya. Sasa hawa, kwa sababu wao walichagua hivyo, Bwana mwenyewe anaamua kuingilia kati, kwamba si mmewaonea hao manabii hao wanaosema neno ninaowatuma kwenu, mmewaonea. Mnafika mahali mnawapangia waseme nini na waache nini. Sasa yeye mwenyewe anapoingilia kati anasema sikia, nitakachoenda ukifanya, kwa sababu mmelidharau neno, mmetumainia kiburi na ukaidi. Asema mabaya yatakuja, anguko litakuja juu yenu. Kwa nini? Kwa sababu mmetumainia nini? Ukaidi na kiburi. Hamjataka kusikiliza neno lile ambalo nimelituma, hata kama lingekuwa gumu, lakini ndilo neno limekuja kwenu. Kwa sababu Mungu analeta neno sasa na vile ambavyo anajua mioyo ya watu wangu wanahitaji nini nyakati hizi, maisha yao sasa hivi nini wanakitaka, kitu gani kinatakiwa. Kwa hiyo anaangalia yule mtu wa ndani ili awe imara, anahitaji nini sasa hivi, analituma hilo neno la aina hiyo. Sasa kwa sababu mmekataa, anasema basi sasa kama anguko litawajia, na maanguko yenu yatakuja kama maporomoko yanavyokuja, ni ghafla. Ni ghafla, kama vile ukuta unavodondoka bila kutegemea, watu wanashangaa ukuta umeanguka. Anasema ndivyo anguko litakuja, ndivyo ambavyo anguko lenu litakavyowajia. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamekataa kusikiliza ukweli wa neno la Mungu, wakataka wapewe maneno ya watu. Bwana akusaidie na kufanye kuwa mtu aliye tayari kusikiliza ukweli wa neno la Mungu, hata kama ule ukweli utakuwa unakuumiza. Lakini kama hilo ndilo Bwana ameliona kwako, na ndani ukitulia unamwambia Roho Mtakatifu, kama hivi ndivyo nilivyokuwa, na hiki ndicho kimechelewesha uamsho ndani ya maisha yangu, hiki ndicho kinanichelewesha hatua zangu za kukua katika kukujua wewe Bwana. Bwana nisaidie. Na Mungu ndio anamtaka mtu hivi. Anasema Mungu, macho ya Bwana yanamtazama yule mtu atetemekaye anapolisikia neno la Bwana.
anayesikia na kutetemeka mbele zake anapokuwa amelisikia neno la Bwana. Mungu anamtazama mtu huyo na anamwangalia mtu huyo na anaachilia ufufuo. Anasema yuko kuifufua mioyo ya wale watu wanaotetemeka wanapolisikia neno la Mungu. Kwa hiyo tunatamani Bwana atufanye sisi kuwa vyombo vyake vya uamsho, kubali kusimama na kweli ya neno la Mungu. Hebu nimalizie na Warumi, somo litaendelea ili nyakati nyingine, wiki ijayo itakuwa ya maandiko, lakini kule mbele tutakuja kupata siku nyingine tutaendelea. Kwenye Warumi ile sura ya 16 na ule mstari wa 18. Warumi 16 ule mstari wa 18 anasema hivi. Biblia inasema, kwa sababu walio hivyo, yani hao ambao wanataka waseme vitu laini na wakaamua kufuatana na hao watu watakao hivyo vitu laini, au mtu mwingine ambaye hataki mambo magumu anataka vitu laini, anasema walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo. Kama nikiwa mtu ninayetafuta tu maneno laini, jamani, wasije wakanichukia bure. Vile si watanichukia wakanikataa. Naanza kuwatafutieni maneno laini. Ujumbe ukija mgumu, ninapambana kweli kuhakikisha na upinga huo, natafuta mwingine laini ili nilete kwenu. Anasema ya kwamba hawanitumikii mimi, hawamtumikii Kristo, hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali ni matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Kwa maneno laini na kwa kujipendekeza. Watu wa Mungu, hatufanyi kujipendekeza kwa watu. Unapoamua kumsaidia mtu, usifanye kwa kutaka kujipendekeza. Kusudia kumsaidia ili apone. Kusudia kumwambia kweli ya neno ili apone. Sisi kwa sisi tukifanya hivyo, kila mtu, litakuwa ni kanisa ambalo tutajikuta tunakuja kama familia inayopendana, ambao haitaki hata mmoja apotee, haitaki hata mmoja aikose mbingu, haitaki. Kila mtu anatamani, anaona kabisa hiki kitu kitamkosesha mbingu ndugu yangu, anajitahidi kumsaidia kwa neno la kweli ili mtu arudi. Sio kwamba anafanya hivi ili uwe rafiki yangu, ili ikiwezekana basi uwe unanikumbuka kwenye ufalme wako. Ninamsaidia ndugu yangu ili nipate mwenzangu wa kwenda naye mbinguni, nipate mtu mmoja wa kwenda naye mbinguni. Ukifanya hivyo, wewe utakuwa sababu ya kuleta uamsho kwenye eneo lako lile ulilo ambalo upo. Utakuwa sababu ya kuleta uamsho. Kila mtu atamuona mwenzake ni ndugu yake anayempenda. Sasa hivi kwa sababu watu wanafika, anaweza akaogopa hata kwenda kumuuliza kwamba hivi nilivyofanya hivi ni vibaya au ni vizuri. Lakini tukiwa na hiyo hali ya kuonyana kwa upendo kupitia neno la Mungu, yani kila mtu anaposikia mwenzake amemwonya, anasema asante, Mungu akubariki, nakushukuru kwa sababu Bwana amekutumia kunisaidia, ungeniacha ningeenda mbali zaidi. Mungu akubariki. Afu unarudi kwenye maombi, unamwambia Bwana, nakushukuru umemleta mtu kwangu ili anirudishe. Narudi kwako Bwana, nisaidie kutoka hapa nilipokuwa nimeenda mbali. Narudi sasa. Yule mtu aliyetumiwa kuja kwako akiona maendeleo yako mazuri, unajua yeye mwenyewe anajisikia faraja moyoni na anakazana kukuombea. Simama pale ulipo. Somo letu litaendelea. Wakati mwingine tukikutana tutaenda kwenye kipengele kingine ambacho kinasema ni kuvunja mifumo au vile vyanzo vya dhambi. Hicho tutakiangalia wakati mwingine, Bwana akitupa nafasi. Lakini kila ambacho umekipata leo, tamani kuchukulia hatua hiyo. Simama pale ulipo. Kiwa unatamani uwe sababu ya uamsho mahali hapa kanisani, tamani kuwa sababu ya uamsho kwenye eneo lako la idara, unatamani wewe sababu ya mabadiliko kutokea, sio kwa kujitangaza kwamba mimi nimleta mabadiliko, lakini kwa vitendo.
unaweza kabisa ukafanya hivyo na ikawa. Unaweza ukaanza hatua zako wewe mwenyewe na ukaanza kuona tofauti. Kama kwenye idara yako, anza mwenyewe. Unasema siku ya idara nitaenda mahali pale, nitaanza kuomba. Wakati mwingine umejiwekea kama ni idara ya wanaume, basi nitaanza, unajichukulia kiaina tendency ya wanaume waliopo kwenye kanisa hili. Unasema leo nitaomba na wanaume hawa 5. Unaomba na wanaume hao. Anakuja mtu mwingine anakuta uko unashughulika na mwanaume mwingine, anajiuliza ni rafiki yake au vipi? Kumbe wewe uko kwenye ajenda ya kuhakikisha unataka kuwarudisha wanaume warudi kwenye nafasi yao. Unamwita kule aliko, unamwita mwanaume fulani arudi kwenye nafasi yake. Mungu umemweka kwenye nafasi hapa kanisani, yeye anayo nafasi ya kufanya. Bwana mrudishe pamoja na majukumu yake, mrudishe mahali hapa. Siku nyingine anakuja anakuta uko na mwanamume mwingine tena, unaomba. Utaleta mabadiliko. Nataka ni